Wale madada ya kizungu bwana, ndio tabia yao. Kwa wiki wanakuja mara 3, mara 2, na wakija pale wananitumikisha mimi kingono na kuniforce niwapige bao 3-3, bao 2-2. Oya baba, nguvu kawa zinaisha mpaka mwanangu nikawa nakojoa upepo, nakojoa vimaji, na mke wangu akirudi tena jioni na kuwa tena nguvu sina, simfanyi kama nilivyokuwa nafanya mara ya kwanza. Nampiga kimoja na kimoja chenyewe nakitafuta kwa shida, na ananibembeleza kishenzi. Sasa kama anashtuka, huyu jamaa vipi? Mbona sasa hivi haipo kama zamani? Akaanza kunifuatilia mtu mdogo. Kweli katika kunifuatilia dakika za mwisho, siku akaja kutufuma mwe ndani na marafiki zake, akaanza kuniwakia mimi, kwa nini unafanya kitu kama hiki? Mimi nikamwambia bwana, ndugu za mama watoto, mimi bwana, sio kwamba mimi nimependa kufanya kama hivi. Hawa kwa wamenilazimisha, yani hawa kwa wamenibaka, na kwa sababu mimi nimeshindwa kujizuia kutoka na hawa walinichimbia biti kwamba usipofanya hivi sisi tunakuletea mafande, na tunajua wewe siri yako, katuambia rafiki yetu kwamba wewe hauna kibali cha kuishi hapa Australia, hauna pasipoti, hauna dokumenti. Kwa hiyo tutakamatisha kwa wazee, urudi kwenu Afrika. Na mimi sasa, kwa sababu sitaki kurudi Afrika, nikabidi mimi nifanye tu cha kufanya. Mimi sina, nitafanyaje? Hebu nisaidie mama watoto. Mama watoto akasema bwana, sikiliza, kukusaidia dakika ya mwisho mimi, kwa sababu mpango wangu ulikuwa mimi nikufuatilie kibali cha kuishi hapa Australia migration, na nilikuwa nafuatilia utaratibu, bado ndio unaendelea, ili tuishi mimi na wewe tuje kuoana, na wewe baadaye nikutafutie kazi ufanye maisha mengine yaendelee. Sasa kwa sababu mimi nikaona wewe, kwa sababu kibali hauna kutoka nje, yote kwa mtihani, ndio maana nilikuwa nakuacha huko ndani. Kumbe marafiki zangu wakawa wanakuja tena wanazunguka wanakufuata wewe, kwa sababu mimi napiga na story na washapa taarifa zako. Sasa sikiliza, kwanza sasa nyinyi marafiki zangu msije hapa mtaani kwangu, na wewe kwanza kesho tunatoka wote tunaenda kazini kwangu. Kwa utaratibu ndio huo, asubuhi tunaenda kazini, tukifika pale mimi naongezea kinywaji, natulia kwenye meza, afanya shughuli zake mpaka namaliza, tunarudi nyumbani. Hivyo. Sasa kuna siku katika kutoka zangu mimi na yeye tunaelekea stendi ili tukachukue chuma twende zetu kazini kwa mama watoto. Kwa ile dakika ya mwisho nakuta ile gari la polisi limekuja limesimama. Katika kusimama akaanza kuniulizia, where are you from? Nikamwambia mimi from Africa, mimi natokea zangu Afrika. You are from Africa? Dakika ya mwisho akaanza kuniuliza, bwana passport yako iko wapi? Where is your passport? Nikamwambia mimi passport? No passport, document. Story inaendelea tena part 7.